Nchi ya Angola ambayo inaongoza upatanishi wa mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshitushwa na kikao cha rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake Paul Kagame wa Rwanda kufuatia kikao kilichofanywa na viongozi hao siku ya Jumanne nchini Qatar. Waziri wa mambo ya nje wa Angola Tete Antonio amesema rais wa taifa hilo Joao Lourenço ameshangazwa na hatua ya viongozi wa DRC na Rwanda kukutana chini ya uongozi wa nchi ya Qatar. Aidha, ameongeza kuwa nchi yake ya Angola ambayo haikuwa na taarifa kuhusu kikao cha Tshisekedi na Kagame inaendelea na mchakato wa upatanishi kwa mujibu wa mchakato wa Luanda kuwezesha mazungumzo ya ana kwa ana kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23. Mazungumzo hayo yalikuwa yamepangwa kuanza Jumanne ya wiki hii, lakini waasi wa M23 walijiondoa baada ya waasi hao kulalamikia hatua ya Umoja wa Ulaya kuwawekea vikwazo viongozi wake. Haya yanajiri wakati waasi hao wanaoungwa mkono na Rwanda wakipuuza wito wa usitishwaji vita na kuendelea kusonga mbele, ambapo siku ya Jumatano wameudhibiti mji wa kimkakati wa Walikale. Kwingineko, jeshi la nchi ya Sudani limeiweka tena kwenye himaya yake ikulu ya rais mjini Khartoum, takriban miaka miwili baada ya kutekwa kwake na vikosi vya msaada wa haraka ama RSF. Ikulu ya rais mjini Khartoum imerejea katika udhibiti wa jeshi la Sudani Ijumaa ya wiki hii. Mzozo kati ya General Abdel Fattah Abdurrahman Burhan na makamu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo tayari umesababisha makumi ya maelfu ya watu kuuawa. Wanajeshi wa jeshi la serikali ya Sudani wameiweka tena kwenye himaya yake ikulu ya rais leo Ijumaa baada ya kutekwa na wanamgambo hao kwa karibu miaka miwili iliyopita. Chanzo cha kijeshi kimeliambia shirika la habari la AFP na nukuu, vikosi vyetu vimevamia ikulu ya rais na kuchukua udhibiti wake baada ya kuangamiza mabaki ya wanamgambo, mwisho wa kunukuu. Kabla ya kuichukua tena ikulu hiyo, kundi la wanamgambo wa RSF ama vikosi vya msaada wa haraka limekuwa likishikilia ikulu hiyo ya rais huko Khartoum tangu kuzuka kwa vita na jeshi mnamo mwezi Aprili mwaka 2023, lakini kuchukuliwa tena na wanajeshi kwa ikulu hiyo ni habari njema na ni taarifa ambayo imethibitishwa na shirika la habari la Reuters. Jeshi la Sudani linaendesha shughuli za msako katika maeneo yanayozunguka ikulu kuwasaka wapiganaji wa RSF, kulingana na vyanzo vya shirika hilo la Reuters ambalo lina makao yake makuu nchini Uingereza. RSF imetangaza asubuhi ya leo Ijumaa katika taarifa iliyotolewa kwenye mtandao wa Telegram ikisema kwamba vita vya kudhibiti kabisa ikulu bado havijaisha, na pia imeongeza kwamba wapiganaji wake wameua zaidi ya maadui 89 na kuharibu magari kadhaa ya kijeshi, wakilejerea jeshi la nchi ya Sudani linaloongozwa na General Burhan. Chanzo cha habari cha jeshi la Sudani pia kimesema kuwa waandishi 3 waliuawa katika shambulio la ndege isiyo na rubani kwenye ikulu ya rais saa chache baada ya jeshi kuchukua tena udhibiti wa makao makuu ya mamlaka. Waandishi hao walikuwa wakitumikia televisheni ya taifa la Sudan wakati RSF ilipolenga ikulu ya rais kwa kutumia ndege isiyo na rubani ya njia moja, chanzo kimeliambia shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina. Katika wiki za hivi karibuni, jeshi la Sudani limepiga hatua dhidi ya RSF ambayo ilikuwa imedhibiti sehemu kubwa ya magharibi mwa Sudan toka kuanza kwa vita, na imekuwa ikijaribu kuimarisha udhibiti wake katika jimbo la Darfur. Mgogoro wa kuania madaraka kati ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah Abdurrahman Burhan na makamu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo ambaye ni kamanda wa RSF tayari umesababisha makumi ya maelfu ya watu kuuawa na zaidi ya watu milioni 12 kutoroka makazi yao. Katika mji mkuu wa Sudan, yaani Khartoum peke yake, watu wasiopungua milioni 3.5 ambayo ni nusu ya wakazi kabla ya vita wamekimbia makazi yao. Mzozo huu umegawanya nchi hiyo katika pande mbili, huku jeshi likidhibiti kaskazini na mashariki na RSF ikidhibiti sehemu kubwa ya magharibi pamoja na kusini mwa nchi ya Sudan. Mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinga 72 Digital.